vipi Tanzania, mambo vipi Afrika Mashariki, na wasalimu wana familia wa UCDP mlioko ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nichukue fursa hii kuwakaribisha leo, siku nzuri kabisa, kwenye kipindi chetu kipya, kipindi cha My Travel. My Travel ni kipindi kipya ambacho UCDP tumekianzisha, kipindi ambacho kitakupa nafasi ya wewe kijana wa Tanzania kuweza kupata nafasi ya kusikiliza simulizi, mikasa pamoja na shuhuda za vijana wenzetu wa Kitanzania ambao walipata nafasi ya kwenda kufanya kazi pamoja na mafunzo kazi nje ya nchi, kwa maana nje ya Tanzania. Nichukue fursa hii kukukaribisha tena na nikualike uwe mtazamaji wetu bora wa kipindi chetu hiki ambacho kitakuwa kinaruka kupitia mtandao wa YouTube wa UCDP Tanzania. Kipindi chetu hiki cha My Travel ni kipya kabisa, na leo tuna mgeni ambaye atatufungulia kipindi chetu. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Kwa majina naitwa Olarif Sanare Miliari. Ni mwanafunzi niliyenufaika na program za UCDP internship program in Denmark. Background yangu kidogo, nimezaliwa jijini Arusha but nimekulia katika mkoa wa Manyara na nimesoma Manyara. Elimu yangu ya shule ya msingi nimeanzia shule ya msingi Minjingu, na baadaye 2014 nikapata nafasi ya kujiunga na shule ya sekondari O level katika shule ya Nkaiti Secondary School, na baadaye nilipata nafasi ya kuchaguliwa kujiunga na advanced level katika shule ya Liamungo Secondary School iliyoko Moshi, Kilimanjaro. Na baada ya hapo nilipata nafasi ya kujiunga na JKT. Baadaye JKT nilijiunga katika kikosi cha jeshi namba 826 Mpwapwa JKT iliyoko Dodoma. Na baadaye nilikuja kuchaguliwa kuwa mwanafunzi niliyefanya vizuri katika mafunzo yale, ambapo tulitunikiwa cheti. Okay. Na baadaye nilikuja kufanya application za chuo, nikachaguliwa katika chuo cha Sokoine University of Agriculture SUA kilichopo Morogoro. Nilichaguliwa katika kozi ya Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Science in Education, Agriculture and Biology. Okay. Baadaye nikawa sijaridhishwa na hiyo kozi. Okay. Nikafanya program change, nililipia shilingi 50,000. Nikahamia kwenye kozi ya Bachelor of Agriculture General ambayo iko main campus SUA Morogoro. Okay. Kwa hiyo kwa Olarif ni Masai? Yeah, mimi ni Masai. Okay. Yeah. Sawa. So unasema wakati umekuja chuo ulichaguliwa kusoma education in biology. Yeah, education EAB. EAB. Yeah. Then baadaye ukabadilisha kwenda kusoma Agriculture General. Yeah. Nini kilitokea mpaka ukaamua kubadilisha course? What happened? Yeah. Kilichotokea, passion ya ndani haikuniruhusu kuendelea kuwa katika ile kozi, kwa sababu nilijitahidi kusoma kwa wiki kadhaa. Okay. Baadaye nikafanya maamuzi ya kubadilisha kozi kwa sababu niliona kabisa sikuweza kuendelea kusoma ile kozi. Sio kwamba ulikuwa na washikaji ambao labda walikuwa wanasoma general kaona sasa mimi kuwa mwalimu nini? Of course ile passion ya ualimu ndani yangu nilikuwa naiona kama sina. Though nikafanya maamuzi sasa ya kusema anyway ngoja mimi ni change program. Issue ilikuwa kwenye kuchange program, kushirikisha hata wazazi. Ilikuwa ni jambo la kidogo tulikuwa tunashindwa kuelewana, kwa sababu wao wanaamini kabisa kwamba huyu mtu akisoma education ndo atatafuta ajira uhakika. Yeah, ajira uhakika. Au ulikuwa na wasiwasi kwamba ukiwa mwalimu alafu wewe Masai ukipandisha mori basi darasani shida? Okay. Yeah. Okay, baada ya kuwa umebadilisha kozi sasa ilikuwaje? Yani how was it? Ilikuwa rahisi? Haikuwa rahisi. Au ilikuwa ngumu ukilinganisha, kwa sababu umetoka kwenye kusomea walimu? Ndio. Na umeshasoma kama wiki 2-3. Ndio. Umehama and na assume kwa mazingira ya SUA yalivyo, EAB mlikuwa campus ya Mazimbu. Ndio. Alafu General ni main campus, sio? Yeah. Ile kubadilisha mazingira, unakutana na watu wapya darasani na nini, hii kitu haikusumbua mwanzo? Ilinisumbua kwa kweli. Ilinisumbua kwa sababu kwanza changamoto moja, nilikuwa nimeshalipia hostel Mazimbu, Tabora pale. Okay. Tabora. Hostel za Mazimbu, Tabora. Alafu
muda wa kukubaliwa kubadilisha program, kwa sababu nililipa 50,000 kubadilisha program. Muda wa kuja kukubaliwa ilikuwa late, maana yake ni baada ya likizo ya Christmas. Okay. Nilipokuja kukubaliwa ile program change, nikawa sasa nimehamia main campus. Main campus ilikuwa na makazi. Kwa hiyo nilikuwa natumia muda mwingi kujibanza kwa marafiki zangu, kutafuta sehemu ya kulala. Muda mwingine tunatembea kwa miguu kutoka main campus mpaka Mazimbu kulala. Asubuhi tunaamkia tunakuja venue. Kipindi hicho hata bomu bado hatujawekewa. Okay. Kwa hiyo tulistruggle sana kwa kipindi kile, mpaka kuna baadhi ya marafiki zetu huwa wanatutaniaga sana kwa sababu kipindi hatuna lecture hours zile muda wa kusoma. Tuna spend kutumia, kuna kijiwe moja kiko pale NMB, kuna mawe yako pembeni pale tulikuwa tunakaa pale. Kwa hiyo kuna rafiki yetu Johannes huwa anapenda sana kuja kututania kwamba hamjaenda kukaa kwenye mawe tena leo. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi maisha magumu kipindi kile, lakini ilikuwa ni mpito. Okay, sawa. Sasa tumeona umetoka EAB, umetoka Mazimbu, umehamia main campus, unafanya Agriculture General, umeanza maisha mapya. Maisha main campus alikuwaje ile kwamba sasa umeshabadilisha campus, sasa umesha settle na nini? Maisha mapya ya campus sasa huko main campus sasa ilikuwaje? Maisha nilipata kukaribishwa na wanafunzi wenzangu, marafiki zangu. Maana ulibebwa? Nilibebwa hostel 1 pale. Nilipata marafiki, walikuwepo kina Vincent, Emmanuel, yupo Anepo, yupo na jamaa mmoja alikuwa anaitwa John. Okay. Messi. Wale majamaa walinisitiri kweli, na walikuwepo na wengine wengi kina wapo wengi. Walinisitiri pale. Baada ya muda sasa nikawa na request kupata nafasi ya hostel main campus kutoka Mazimbu, kwa sababu Mazimbu niishia kulipia. Kuomba kurudishwa ile ikashindikana. Ile kurudishwa ikawa imeshindikana. Nikaenda kufuata kwa Dean of Student, basi nipangiwe vyumba vikawa vimejaa. Nikaambiwa labda uandike barua next semester upate chumba, au uandike barua ya refund. Okay. Na kwenye barua ya refund ilikuwa inahitaji uwe na, hawataki kujua kwamba ulikuwa umeshalipia Mazimbu kwa sababu ulishakosa nafasi main campus. Wao wanataka uje na mkataba wa nje. Okay. Ulipokuwa unaishi. Nimeandika ile barua mpaka sasa hivi kusema ukweli ile sikujui imeenda wapi. Kwa sababu kuna siku nilienda kucomplain kwamba vipi mbona sioni hela yangu, wakaniambia kwamba hela inaonyesha kwamba tumeshaingiza kwenye namba ya simu uliyotupa, lakini kwenye simu sikuiona. Basi niliaccept as a challenge. Nikapotezea hiyo issue. Lakini issue nyingine, masomo yalikuwa tayari wenzetu washatangulia. Okay. Washafanya baadhi ya quiz, washafanya baadhi ya testi. Lakini uzuri tulipata ushirikiano na marafiki zetu, kwa sababu kuna wengine ambao tulisoma nao advance. Okay. Ambao walikuwa kwenye ile kozi. Walitusaidia, watuleta kwenye mfumo, tukajikuta tumeshakubali. Okay. Tushaingia kwenye taratibu za maisha ya main campus. Okay, sasa tumeshaona hapo nyuma kwamba umetoka Mazimbu, umebadilisha course, umehamia kwenye course mpya, umepata changamoto za hapa na pale. Sasa umeshaanza kusoma kwenye course yako mpya ya Agriculture General. And then sasa kama unavyofahamu, Olarifu wewe ni moja kati ya watu wa mwanzo sana ambao mlikuwa wanufaika wa programs za internship za UCDP kwenda Denmark. Nataka kufahamu ilikuwa kuaje? Yaani mwanzo wa wewe mpaka kuamua sasa kwamba sasa hivi nataka niombe hii program. Yaani nini kilikusukuma? Nini msukumo ulitoka wapi? Nini kilitokea mpaka wewe ukaja ofisini na kuamua kuomba hizo program? Okay. Niseme tu kwanza niseme ni ukosefu wa ajira kwa nchi yetu ya Tanzania. Hiyo kitu ndio ilinifanya ni think out of the box. Kwa sababu nilikuwa naona a lot of graduates wanapomaliza wanakuwa wanaishia mtaani, wengine wanafanya kazi za physical works, wengine wanakuwa hawaingii kwenye ule mfumo rasmi kama ambapo mwanzo tulipokuwa tunasikia kwamba mtu akimaliza anapata kazi moja kwa moja na nini. Sure. Kwa hiyo ile kitu ikawa inaniwazisha sana. Hata attendance yangu ya darasani ili drop. Useme ukweli. Attendance ili drop, na ile self motivation ya kusoma kuna namna ilikuwa imeshuka. Sasa kupitia ile self motivation kwamba
natakiwa nikimaliza nafanya nini. Ndio ilini force mimi kuanza kuwaza nini internship. Ukiacha mbali kwamba kuna baadhi ya marafiki zangu tulivyoingia mwaka wa 3 wengi walikuwa wameshapata hizi fursa kupitia shirika jingine lilokuwa na promote kwenda nje. Kwa namna fulani hata wale nao walinifanya ni think about hizo programs. Yaani kwamba sasa of course kuna watu wale ambao kumeshawaona wameshaanza kufanyaje kusafiri. Kwa hiyo unaona sasa okay, wakati wa mchakato sasa umeshawaza kwamba sasa nataka niombe. Ilikuwaje yani? Nataka tupate story kidogo tu hapo kwamba sasa ulianzaanzaje? Kwanza baada ya kupata taarifa kwa wenzangu sasa, maana huwa taarifa zinatoka kwa marafiki zako na watu unaokutana nao. Unakuja kupata taarifa kwamba kuna kitu kama hichi hapa, program watu wanaenda nje, wanaenda ku internship program zipo. Sasa mwanzo mimi nilijua zile internship kwa ajili ya Nimo Science pekee. Okay. Kwa kozi yangu ya Agriculture General nilikuwa nahisi kwamba siwezi kupata. As times go, tunavozidi kupata taarifa ndio nikaja kujua kwamba hata Agriculture General wanafanya application. Sasa Agriculture General wanafanya application, qualification ni zipi? Ndio nikawa naulizia, naambiwa lazima uwe na passport, lazima uwe na leseni ya driver, lazima uwe na document baadhi ambazo nitakiwa ambatanishe transcript. Vingi nilikuwa sina. Transcript ilikuwa ni ya kufuatilia chuo, nayo sikuwa nayo. Passport sina. Lakini kupitia kuwasiliana kabla hata kusema kufanya hizo process zote, nilijikuta mwenyewe nafuata ile self motivation kwamba anyway let me do this. Ndio nilikuwa na rafiki yangu Pasco. Ndio tukafanya maamuzi ya kuja ofisini hapa. Tukakutana na Sanga, akatupa information ni kipi tunatakiwa kufanya. Tukaambia tunatakiwa tulipe IELTS exam ambayo ilikuwa ni 689 I think. Okay. Hatukuwa na hiyo hela, tulikuwa na 600 watu wawili. Yaani mtihani mtu mmoja na 600, nyinyi na 600 watu wawili. Hatari sana. Sasa Sanga akatuambia bana, hiyo issue haiwezekani, labda naweza mkaongea na brother Patrick. Tukasema it's fine, ngoja tuongee naye, kama ni riziki yetu au kama ni bahati yetu we can get it. Ndio tukaja tukaongea na wewe, ukatuambia nyinyi madogo mko serious. Nakumbuka wewe unasema nyinyi Wamasai mna shida gani nyinyi? Tulikuwa wawili. Ukatuambia kwamba ongezeni hela, ukishinda kuongeza hela ndio hivyo fursa zinaenda, wenzenu wanaondoka ujui. Tukasema it's fine, tukarudi ghetto. Kule ghetto kodi ya nyumba ilikuwa imeisha. Okay. Mwenye nyumba kila siku tunamwambia basi tusaidie wiki 2, wiki moja kuna kitu tunafanya tunamaliza. Tukirudi huko chini tunaambia ongezeni hela ili mfanye application mkafanye mtihani mapema. As times go tukakubaliana kwamba tulipe 400,000. Ile 400,000 hatukuwa nayo. Tukaomba muda, tukaendelea kutafuta, tukaja tukapata, tukalipa. Sasa kuna kile kinachobaki kiongezewe pale. Ikawa ni kwenda na kurudi, wiki kadhaa zikakata, ndio baadaye tukaja mkakamilisha mchakato mkafanya IELTS, maana yake mkaanza process. Sawa. Kwa hiyo baada ya kufanya process ili kuchukua muda gani kupata mkataba? Kupata mkataba mpaka mchakato wa visa na nini? Process zote tulifanya kwa wawili, mimi na Pasco. Ila yeye aliwahi kupata mkataba kabla yangu. Okay. Mimi nilipata mkataba I think ilikuwa ni ile game ya Simba na Yanga, ile Yanga tunashinda 5. Ile mloga ile. Mloga mkashinda 5. Sasa ile napokea ile matokeo ya Yanga na furahi, napokea na taarifa za kwa hiyo siku ulikuwa na furaha mara mbili. Yanga ameshinda na huko mkataba umepata. Na vipi haikukuumiza kuona rafiki yako mshikaji wako ambao mlikuwa mnatembea wote muda wote, yeye kaanza kupata mkataba alafu wewe bado? Hapana, haikuniumiza kwa sababu nilikuwa yeye mwenyewe ananiambia kwa mimi nimepata na wewe utapata. Kwa hiyo hata ninapofanya mawasiliano na uongozi wa USDP nao wananiambia tusubiri utapata mkataba. Kwa hiyo napata ile nkareni. Ndio nyumbani nilikuwa nahakikisha kwamba nimepakika tabani opera. Kwa hiyo kuna changamoto. Kwa hiyo nilikuwa naona ikibuba si nyumbani kamili hata bure. Sawa. Na siku unapokea mkataba ulijisikiaje, yani ile feeling kwamba sasa na mimi mkataba nimepata na
How was it? Like ulisikiaje ile feeling kwamba sasa ni Sema ukweli nilifurahi sana. na hivyo unaniambia Yanga liko imeshinda? Yeah, ukiachana mbali na matokeo ya Yanga, nilifurahi sana kwa sababu pia nilikuwa sioni kipi nitakachokifanya mtaani pa mnikini. Mtaa ulikuwa fursa zilikuwa zimeziba kwenye foi. Na option nilikuwa nimefanya lot of investment nilifanya kwenye application. Kwa sikuwa na mtaji wote, sikuwa na, kwa hiyo nilikuwa invest play vipi dini shuta tiki. Limi nitapata, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujibu maombi, placement ikapatikana, ndio nikafanya visa application na nini na process imewezeka. Sikendelea. Mdau wetu tunaendelea kutufuatilia kwenye channel yetu ya YouTube kama nilivyokuambia. Lengo la kipindi chetu ni kuweza kufungua fursa kwa vijana wenzetu wa Tanzania kuweza kupata na kushare uzoefu kwa wenzetu ambao wamepata nafasi ya kusafiri kwenda nje. Wanajaribu kushare na sisi, Olarifa anashare na sisi experience yake wakati ameanza mchakato wa application, amepata mkataba, struggle zilizopitia kama ulivyozungumza, changamoto za kifedha hapa na pale, ni struggle yeye na mshikaji wake wamepambana kupata hizo pesa. Walikuwa wawili, mwenzake akaanza kupata, yeye akabaki lakini hakukata tamaa, aliendelea kusubiri, wakati huo pia akiendelea kumsupport mwenzake ambaye alikuwa tayari ameshapata kwenye process zingine. Sasa Olarifa umeshapata mkataba, umefanya process na naamini kufanya mchakato wa visa kwa unasubiria visa sasa. Nipo nianza kujitilia sasa. Nataka sasa wakati ule unasubiria visa. Nini kilikuwa kwenye kichwa chako? Yaani ile pressure, na nataka uniambie pia kwa kifupi na visa siku unapigiwa simu kwamba visa yako vitoka yani. Yeah. Kwa kweli wa moyoni. Kati ya kipindi ambacho nilihasa na nilistavik sana kile kipindi nasubiri visa. Kwa sababu sikuwa na chochote cha kuendesha. Toyo nilikuwa nasubiri hararudi msaada na nilikuwa na beti. Na amshukuru Mungu kila nilipokuwa na beti kwa huyo dakika inatika. Yeah. Kwa beti vingi nachanganya unefu. Kwa hiyo unaweka mkeka unatia 200 inakuja 2000 maisha ndo yanaenda. Na wakati huo wewe kwa sababu mchakato wote ulifanya wewe na mshikaji wako Pasco. Wakati huo Pasco visa yake ilikuwa bado iko seto. Pasco nilishina kipindi misake mpaka nikuja kutoka. Kwa wakati visa yake imetoka hii bado unasubiri. Yeah, bado imetoka. Na visa yako ilichukua muda gani mpaka mje kutoka? Ilichukua karibu miezi miwili. Karibu miezi miwili. Japo wanasema ni siku 45 za kazi. Japo kwa nilipopalculate ni siku 45 za kazi. But mimi niliapply tisa tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2023. Diam. Changamoto iliyokuja kutokea ni kwamba ilifall kwenye last week ya holiday ya Christmas kama kamili. Sasa. Kwa ajili na days napokuja kwa off kwenye ofisi zifunguli hazifunguli. Of course, wenzetu wana respect sana sherehe za Christmas na mwaka mpya. Ni sherehe ambazo wanazishughulisha. Kwa sababu ya hivyo ndio maana ichukua ile nikajikuta niliyopata Januari kwa tarehe 10 Januari. Wakati huo mshikaji wako Pasco shaondoka. Pasco alishaondoka ya. Ndio iko ndo. Sawa. Pressure ilikuwa juu sana. Jamaa wako ashafika Ulaya na kuoshea. Niambie siku unapigiwa simu kwamba sasa bwana visa yako imetoka. Ulikuwa wapi na ile ilikuwaje yani hiyo? Kwanza kabla sijapata visa ilibidi kwanza niwasiliane na MSTB, maybe kuna makosa. Kwa nini mimi nachelewa? Kwa nini visa yangu inachelewa? Yeah, sure. Maybe afu nikijaribu kucheck mazingira nenda kuishi kwa ndugu tengine. Kwa hiyo ndipo nawasiliana. Na hivyo una beti tena maisha hauna. Maisha hamna. Nikawa nawaza maybe kuna makosa yalifanyika labda penye account letter chuof. Okay. Yeah. Nikawa nawaza hicho. Kwa sababu na taarifa huwa anasemaga wanarusha kwenye email ya chuo ndio. Yes, ilikuja kupata confirmation. Yeah, fair. Ilibidi nitoke Dar es Salaam kama Morogoro chuoni pale kucheki confirmation. Kwanza hiyo confirmation ilichukua time sana kuijua. Kwa sababu nilikuta kipindi hicho principal wa college ya department ya crop science alikuwa Dr. Kudra. Alikuwa istumize kulikuwa na vikao vinafanyika kawaida akiwaandoli wanafunzi waliokuwa wanaenda BBT. Okay. Kwa hiyo alikuwa anatoka kwenye vile vikao amechoka. Mpaka kuna kipindi la mtoto na mwambia Dr. kwa sasa hivi tunaweza tukaangalia ile confirmation ya visa yangu. Anaambia kwa sasa nimechoka.
naomba kesho uje asubuhi. Naomba ile kusubiria. Yeah. Narudi nyumbani. Kesho yake narudi simkuti. Hatuonani, yuko tayari ashaingia kwenye kikao. Hapo hajafika bado. Amepata majukumu mengine. Paka siku moja nikamkuta jioni kaongea akaniambia sasa wewe ndo mimi inabidi kesho asubuhi kazi yako ndo nianze. Kazi yako nianze. Yes, sasa. Nianze niangalie kama confirmation tayari. Nilipofika asubuhi ukweli nilipomba ali confirm. Ilikuwa maybe confirm hakuwa na changamoto yoyote. Ilikuwa nikaambiwa shughuli yako haina changamoto yoyote. Wewe nenda kasubirie tu Tutasata tokeo. Yeah, more information. Nikaja nikasubiri nikakaa kwa ndugu yangu ambaye anasoma chuoni. Ni akanisitiri pale nimekaa mpaka nilipobia kupata confirmation ya visa. Nilipata simu Ijumaa jioni. Okay. Yeah. Nilipata simu Ijumaa. Nikasema niwahi ili mitihani nilete chuoni. Sasa Ili weekend mimi nifanye confirmation ya visa kwa ajili ya kupata tickets. ndio kupata tickets. Kwenye mahesabu yangu kwa sababu nilikuwa nimeona nishawahi tumbo. Ushasubiri muda mrefu sana. Kwa hiyo nikasema ngoja niwaida afu niwasiliane na jamaa niipate. Sasa jamaa nimewasiliana naye huyo wa visa point kule. Akaniambia nakusubiria. Akanisubiri mpaka nilipofika Chaliza akaniambia dogo mimi ofisi nafunga. Tutakuja Jumatatu. Na nisha pale Leo ni Ijumaa sasa. ikabidi nikamwambia basi is fine Takuja Jumatatu. Takuja Jumatatu huko tayari niko safarini. Kwa hiyo kafika ndani kasubiri Jumatatu. Uchukue saa tu nikaenda vitu vya edit. For sure I'm pretty hard no ile document ya tisa. Unaona passport yako inagamba imegoma baadhi visa ya Denmark. Yeah, the moment ambayo nilifurahi kweli mpaka hata zile kids pale posta pale. Kuna siona kama zinachesha mvuka bana. Sasa asante. So umepata visa sasa Orarif. You are very happy. Sasa baada ya hapo sasa what next? Kwa sababu naamini huko ndo kwenye story yetu sasa na huko ndo kwenye the interesting part ya hii podcast yetu leo. Umepata visa sasa. Okay. Share na experience yako kama unajua baada hapo ilikuwa ni issue za kununua tiketi na others. Yeah. Siku unasafiri na unajua yani leo mimi ndo unapanda ndege. Na mimi ndo nilikuwa hapa kwanza kupanda ndege. Yeah. Ile siku sasa ndo unapewa tiketi yako. So unajua kesho kuto unasafiri. Na siku umefika airport ilikuwaje na umeingia kwenye ndege for the first time ilikuwaje? Kwanza nilirudi na ile visa document sikuifungua. Ulikibaki kwenye kwa sababu unaona kwa watazamaji wetu ambao mfahamu visa za baadhi ya nchi wakiwa na majibu yake inakuwa kwenye package fulani. Yeah. Kwa hiyo ile package kuifungua ujua nani kiko ni ile Nifungua. okay. Lakini nilipewa maelekezo kwamba ki visa umepewa ya miezi 6 ya mwanzo. Okay. Ukifika kule baada ya kujaza zile taarifa visa information yako zitaonyesha kulingana na mkataba wako utakapokuwa kama inaelekeza. Okay. Yeah. Kwa hiyo mimi nilivyo kipindi siku na kuja USDP ndo nilisema ngoja nifungue. Uangalie Tuchongiwa ni tuko ndani ile. Alafu kwa sababu huo nilikuwa nalala na ikupatia. Na kulikuwa na story kwamba ukipoteza passport ina cancel kila kitu. Nilikuwa na hiyo hope. Kwa hiyo lazima wale pembeni. Ni wanapumzika nare. Ile siku nakuja sasa USDP nikafungua nikaona document na passport nikaniona visa sticker on how it look like before niliona kwa marafiki zangu join. Nikaona mambo. Kwa hiyo siku hiyo manake sasa hiyo ya kwako sio rafiki yako tena hiyo ni ya kwako. Yeah. Nimeona imebuka sticker ya visa pale. Ma document na maelekezo nikasoma yale maelezo nikaelewa. Though ilikuwa late kwa sababu nitakuwa niwe Denmark tarehe 10 wa kwanza. Lakini hiyo tarehe ilikuwa tayari Ishasondia mbele. Shasogea mbele. Basi sema spine mimi nitapatia ni ndio uleta Mwake mkatao yasema okay. Ngoja nisikilizie taratibu upate ataniambia. Nilipofungua nikaelewa ile document nikaleta hapo ofisini nikanielekeza namna kufanya baadaye nikanipatia tiketi. Tayari kwa safari. Sasa ile moment sasa kuwa na tiketi kwanza ile tiketi ile nilikuwa na yadani. Zawiba hiyo kama PDF. Nikamgushia kwa bazambo ambaye alikuwa amenistiri Tegeta baada. Nilifurahi sana. Sasa umepata. Kwa sababu unajua kile kibili nilikuwa nasubiria
Walikuwa wanasema adobo umekosa. No, sipiti mtapesa. Nikari kuna kitu kana spiri yao kodi. Niko watumia walifurahi kweli. Hata shemeji yangu ambaye yupo pale Tegeta naye alifurahi kweli. Ilikuwa kama taarifa za furaha. Hata ndugu zangu wale walikuwa wananisikiliza waniongea. Kwa pasa saa umeshapata tiketi sana mimi safari waki. Yeah, safari waki. Yeah, chabo. Uliniambia niandae hela kwa ajili ya matumizi. Yeah. Sikuwa na hela nilikuwa furaha. Yeah, no problem. Yeah. Sikuwa na hela ile nilikuwa na furaha. Na nilikuwa na uhakika wa safari mimi. Yeah, kama ilipofikia siwezi kukopa. Rafiki yako Pascali wakati amefika kule ilipigiwa simu. Nikaambiwa ameshuka hapa hana hata 100. Na hiyo sio kama ni story ya kweli. Huyo mshikaji wake Orifa kwa anazungumza kuhusu rafiki anaitwa Pascal na Pascal nadhani bado Orifa tutakuwa na Pascal. Pascal siku amefika Denmark. Nakumbuka kitu cha kwanza amefika nikapigiwa simu nikamwambia bwana huyu ndugu yako amefika hapa hana hata shilingi 100 kwa hiyo tunaomba utume hela. Ili tumnunulie tiketi ya train. Sasa ila sasa sikuenda airport. Ulienda mwenyewe ulipelekwa na ndugu au ilikuwa? Alinipeleka shemeji yangu. Kwanza hila shopping nilifuata kwa rafiki yangu na marafiki zangu wakikopesha ambao tayari walikuwa kule wao Dr. Ni washukuru tu walikuwa tu Vicent kwa mimi na Max alikuwa tuna mimi anaitwa of course again walisaidia ni push nikapata hela shopping na zile begi za safari na begi voluntary nikanunua pale nikapata backup ya nyumbani pia. Safari ilikuwa nzuri pana furaha. Ile siku sasa kwenda airport walikuwa nasoma masaa 4 kabla. Ikabidi usiku mmoja. Ndio ulikuwa unatoka saa ngapi? Ndege yangu ilikuwa ni saa 11 asubuhi au jioni? Jioni. Yes, saa 11 jioni. Wewe ndio mimi sasa usiku wa kuamkia siku ambayo safari ukaenda airport. Mimi tayari nishajiandaa. Nilishajiandaa kabisa niko full. Kwa hiyo baba wote alikesema hata alisema kwamba kuna hela za kuwai. Nilikisema na unajua tuna experience tofauti. Kuna watu wengine unaomba panda ndege mara kwanza ule uoga na nini, alafu unajua pia kuje ndege hasa safari ndefu za kimataifa kuna ile kugawa vyakula mambo beef or chicken na nini vitu vya kawaida sana kwa wale ambao wameshazoea, lakini kwa sisi ambao ni wageni kidogo wewe inakuwa changamoto. Kwa hiyo ilikuwaje kwanza ile phobia, kwa sababu kuna watu naturally wana phobia ya kupaa, wanakuwa na uoga. Wewe hiyo kitu kwako ilikuwaje? Umeingia kwenye ndege for the first time, ulienda kwa mara kwanza umeingia kwenye ndege, haikupa shida au ulikutana na mtu ambaye alikuwa anakupa maelekezo na nini? Benda nilipofika pale uzuri nikapata mzoefu mwingine wa airport wa ndege kwa mwakilishi. Okay. Yeah, akawa ameniambia kwamba tutakwenda ndege nyingi. Sababu tiketi yake na kama zinafahamu wote mnakwenda Ethiopian Airlines. Lakini before sijakutana naye kuna sehemu nilikuwa nimekaa. Kumbe ile sehemu nilikuwa nimekaa nilihama na begi nikasahau passport kwenye kiti. Sasa kwa aliambia hebu passport yako. Kimwambia haya ya tiki mwenye begi kwa nafasi. Nikushika hiyo passport pate mayati. Abia ana nipana ikaweka karudi pale nilipokuwa nimekaa. Nikaikuta. Narudi baada ya kuipata ndo muda wa kucheki inanangi nishaanza kuita. Ushaanza kuitwa kwamba fulani bili fulani uko wapi, inabidi ubot sasa ungine ndani ya ndege. Sasa yule nilifanya bwana nilikuwa naye ananisubiria hapa. Sababu uko naye anasubiria kwa ipate zuri akanisaidia kampa tukaingia kwenye ndege. Yeah. Sawa. Ile moment sasa naita kwenye ndege. Nilikuwa so amazing. Kwa hiyo ndo nambalizia tu wamesei so kuna kuchapana hili ya bwana. Baba sasa rai unaanza hapo nikishagonga flying mode hapa. Hapo lazima tuwe message za mwisho mapema. Niage yake huko ni hiyo. Nakumbuka nilikuwa na bando.
lazima unamalizia kwanza. Kuna status moja niliandika katika Tenku Tanzania. Sababu unajua ndio utaratibu wa kwa maana mwaga uchezaji. Kio na ukawachapa wa thank you Tanzania dia. Kama hutarudi Ambaye ndio taamizi tena bongo. Hiyo status hiyo alitunza rafiki yangu mmoja anaitwa Bise ya Bise tunza. Use kwa hiyo rudi Tanzania kutumia leo tumiaga hii. Alitunza ulivyo Tanzania hii hapa sasa. Noma sana. Asante. Ya tunza sana. Sasa manake hapo rasmi safari yako ya kutoka Tanzania kwenda nchini Denmark imekushaanza. Manake umesha ingia ndani ya ndege, safari inaanza, unaenda ughaibuni sasa. Denmark tuanze ulishukia airport gani? Na baada ya kushuka sasa nini kilitokea?